Sema nini na mtu wa hili hapo lilianzisha mtamaliza. Pain of life, pain of life, la 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 la. Maka, vipi ule ushauri wangu uliofanyia kazi? Ule ushauri wako nimeufanyia kazi, lakini mabadiliko bado siyaoni. Pole sana rafiki yangu, ila usijali, nitajitahidi kuendelea kukutafutia dawa zaidi, sawa eh? Usikate tamaa ndugu yangu. Mama yake, namshukuru Mungu, safari ilikuwa nzuri na nimefika salama, nimefika asubuhi ya leo. Karibu mdogo wangu. Asante sana. Karibu. Nashukuru tena sana kwa kufunga safari yako kutoka kijijini hadi huku mjini kuja kuniletea taarifa kamili. Nashukuru, umefanya jambo la maana sana. Kweli kabisa. Haya, nieleze. Kuhusu jambo lako mama, niliweza kufika mpaka pale mzee Halawi alipokuwa akiishi, na kuna mama mmoja nilimkuta pale, bahati nzuri, na aliweza kuniambia kwamba yeye alikuwa ni mama yake, alikuwa ni mama mwenye nyumba wa mzee. Lakini kuhusu mtoto, aliniambia ni kweli alimwacha mtoto pale nyumbani, lakini kwa vile mtoto kidogo umri ni mtu mkubwa kidogo, hawezi kuingilia maamuzi yake, alidai kwamba anakuja mjini kumtafuta mama yake. Kuhusu picha, mdogo wangu, ulifanikiwa kuipata? Oh. Asante. Shikamoo mama. Marahaba. Karibu ndani. Asante. Mimi siingii ndani. Bosi wako yupo? Yupo ndani. Namuomba. Sawa, ngoja nakuitia. Nitie haraka. Sawa. Shikamoo. Marahaba. Karibu ndani. Asante. Karibu. Hapana, sija kwa ajili ya kuingia ndani, nimezungumza na wewe. Nitie viti viwili hapa. Mama bwana, bahati mbaya mwenyeji wangu nilimkuta pale hakuwa mtu wa ndani ya familia, bali alikuwa ni mama mwenye nyumba alikuwa akiishi mzee pamoja na mwanae, unajua. Kwa hivyo hakuwa na picha, lakini ninachokumbuka yule mama aliniambia kwamba jina analotumia yule kijana kwa sasa anaitwa Kindamba. Kindamba? Ndio jina analotumia? Kama amekuja huku mjini kuja kunitafuta ni jambo zuri, tuombe tu Mungu tutafanikisha hilo jambo. Mama, mimi nikutoe wasiwasi, sawa? Wewe ni dada yangu, lakini pia ni mama yangu, na mimi kwa sababu niko kwenye shughuli zangu hapa mjini, kivyovyote vile na kuahidi, hiyo ni ahadi yangu mimi, popote nitakaposikia ama vile pia nitahusika kuulizia na tutampata. Yaani usio na wasiwasi, na uhakika tutampata kabisa. Nashukuru, nitashukuru sana mdogo wangu. Haina shida. Sawa, naomba tu ushirikiano wako, maana sina ninayemtegemea zaidi ya wewe. Sawa. Karibu mama. Wanangu, nyewe kwenye ndoa sasa mna miaka 3. Hatujawahi kusikia mgogoro wa aina yoyote. Kwa sasa mbona sielewi kuna kitu gani kinachoendelea kati yenu? Mama, niliteleza. Ni makosa madogo ila mwanao mimi bado nampenda sana. Sawa,
ananipenda. Kama yuko ndani, mimi naomba uniitie kwanza tuzungumze. Mama, kwani si upo kwako? Maana tangia aondoke kwangu hajarudi tena mpaka leo. Na jana nimejaribu kuongea naye kwenye simu ila alinikatia, hakutaka hata kunisikiliza. Sasa atakuwa wapi? Maana nyumbani leo siku ya pili hayupo toka ameondoka. Kweli mama, mimi sifahamu wapi alipo. Sasa inabidi umtafute, kwa sababu bado ni mke wako na hujampa talaka. Kwa hiyo naomba tusaidiane kumtafuta ili tukae tuyazungumze, tujue mwafaka. Sawa mama. Sasa hivi nimekuwa moto, sipiki, sifui, sifanyi chochote, kulala sasa mzungu wa nne. Yaani hapo hapo shikilia shoga yangu, yaani nakupa mwezi huu mmoja unakwisha habari yake. Wallahi nimesimama Shoga, nisikuchoshe mama, rudi, ngoja mimi niende. Poa. Aya. Ondoka kabla sijanyanyuka. Ondoka, nafikiri unanijua vizuri. Nikiamka itakuwa balaa. Umesahau? Ee Mwenyezi Mungu, kwani nimekosea wapi mimi? Mbona kila siku mimi hakuna hata siku inaisha vizuri? Mpaka najutia kuishi. Kwa nini umenipa wakati mgumu sana? Si bora tu uondoke na roho yangu kuliko haya mateso. Namtafuta mama yangu, sina picha, simjui hata sura. Baba kafariki, sina ndugu, sina jamaa, sina rafiki. Manyanyaso yaishi, mateso yaishi kwangu. Ewe Mwenyezi Mungu, nisikilize basi maombi yangu. Una uhakika Maka hayupo? Ndio. Ameenda mbali kweli? Ameenda kazini. Mimi nafahamu mume wangu akienda kazini kurudi usiku kuwa na amani Jeche. Wewe sema tu hivyo, mimi nipakoe futa hapa. Sijui nani atanisaidia.
Kwanza hata mnara usomi yule simuogopi. Kumbe unajua. Aliniambia. Ni kweli, wewe nadhani mimi nimekuja nimejawa. Acha tumsaidie. Jamani. Hizi kazi bila kusaidiana naye mambo hayaendi. Ila atakayenisaidia mke wangu nitamuua. Kumbe namuua. Mpenzi. Ulisahau. Asante, nashukuru maana ni muda mrefu. Unajoto wewe. Ni muda mrefu ndio maana unaona hivyo. Ndio. Sawa, sijali. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Boma FM. Msomaji wako ni Deborah Dickson na kwanza ni muhtasari wake. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amewaasa vijana kufanya kazi kwa bidii huku wakihitaji kutimiza malengo yao. Habari zilizotufikia hivi punde, kamanda mkuu wa Jeshi la Polisi mkoani Dodoma amethibitisha kupokea mwili wa msichana mwenye umri wa miaka 27 aliyeuawa ambapo chanzo cha kifo chake bado hakijajulikana. Maiti hiyo imehifadhiwa hospitalini huku polisi wakiendelea na uchunguzi. Msomaji wako ni Deborah Dickson. Endelea kufuatilia taarifa ya habari ifikapo saa 2 kamili usiku. Samanini kwa kuingia bila hodi, lakini naweza mkaendelea. Mariamu. Jamani. Kupotea shoga yangu. Wewe acha tu shoga yangu, mambo ni mengi. Sio leo nimepata kazi ya ndani. Sasa hivi ni beki 3 mwenzako. Wewe shoga yangu unaelekea wapi huko? Nilikuwa naelekea Kengeni hapo. Kununua vitu kukaangiza tena. Wewe acha tu. Kitambo acha ndugu yangu kumisi. Sema sasa hivi sipo WhatsApp, nilivunjwa simu na mjinga fulani hivi tumepamiana huko njiani. Kwa hiyo sasa hivi natumia kidogo hii. Basi kuone mtandao TikTok nini? Wewe acha tu. Ngoja nikupe namba yangu basi tutawasiliana. Haya. 12 11 sawa shoga yangu mimi nitakutafuta. Wasio na pesa, mapenzi haya nunuliki. Leo na mtesa, kesho unateswa, mapenzi haya tabirikira. Mwisho wa mapenzi sio kama mwanzo ulivyo mwezi. Jana ulimwona ukamwita baby, leo ndo nakona we kama mshezi. Zum 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 zum. Zaidi kuendelea kutafutia dawa zaidi, sawa? Usikate tamaa.